Kile kilichoanza kama urafiki wa kipekee kati ya bilionea wa teknolojia Elon Musk na rais wa Marekani Donald Trump, sasa kimegeuka kuwa vita ya wazi ya maneno, mitazamo na ushawishi. Hali hii siyo ya kawaida, inagusa masuala ya fedha za serikali, hatma ya teknolojia huru, mustakabali wa siasa za Marekani, na mgawanyiko mkubwa ndani ya jamii ya wafanyabiashara na viongozi. Nchi nzima na hata dunia inaangalia kwa karibu, ikiangua macho kwa mvutano unaojulikana ni la sisi sote. Kwa sasa nchini Marekani, mvutano huu umeongezeka sana kati ya Mei na Juni 2025. Mitazamo yao imekuwa wazi na kali kwenye majukwaa ya kisiasa, mitandao ya kijamii hasa au Twitter, na vyombo vya habari vya kimataifa, huku hali ikiwa ni ya taharuki na vumbi la kisiasa likiteleza kila upande. Trump alizindua mswada wake mpya wa kodi na matumizi ya serikali, unaoitwa The Big Beautiful Bill, unaolenga kuendeleza punguzo kubwa la kodi lililoanzishwa mwaka 2017, huongeza bajeti kufikia mabilioni ya dola za Marekani kwenye ulinzi wa taifa, ujenzi wa ukuta wa mpaka na miundombinu mikubwa. Msukumo wake mwingine ni kupunguza ruzuku kwa sekta za teknolojia ya kijani, hasa magari ya umeme, ambayo ni moja ya nguzo kuu za biashara za Elon Musk. Elon Musk, kwa upande wake, amefungua jicho kwa msimamo mkali dhidi ya mswada huu, akiliita mswada wa utumwa wa madeni, Debt Slavery Bill, akiongeza kuwa utasababisha taifa la filisike kabisa. Musk anadai mswada huo unaoweka mkia wa kiasi cha dola za Marekani trilioni 2.2 katika deni la taifa ndani ya kipindi cha miaka 10. Katika maneno makali, aliwataka wananchi waue mswada huo. Tena kupitia kampeni yake ya alama ya reli Kill the Bill, amewataka raia waandike, kuitetea na kuitaka bunge kuupinga mswada huo hatimaye. Wakati Trump alipokuwa madarakani kati ya mwaka 2016 na 2020, uhusiano wao ulikuwa mzuri. Musk alipata nafasi ya kuwa kwenye bodi ya ushauri wa kiuchumi ya ikulu, na alishirikiana bila kupishana sana hadharani, tofauti na wajasiriamali wengi wa Silicon Valley. Hata hivyo, uigizaji huo wa kirafiki ulianza kumalizika mnamo 2017, pale Trump alipoondoka kwenye mkataba wa Paris wa mazingira. Musk alijitoa rasmi kwenye bodi, ikawa ni ishara ya kwanza ya mapigano ya maoni. Kufikia 2024, tofauti zao zimeonekana wazi: masuala ya mazingira, sera za kodi na uhuru wa teknolojia dhidi ya udhibiti wa serikali. Msukumo wa Trump unapendekeza kuongeza bajeti ya jeshi na ulinzi, huku ukipunguza ruzuku kwa teknolojia ya mtetezi wa mazingira. Hili linagusa moja kwa moja kampuni kama Tesla na SpaceX, ambazo ni tegemeo la biome ya Musk. Ofisi ya bajeti ya bunge FBO imetathmini kuwa ikiwa vipengele vya kodi vya mswada vitakuwa vya kudumu, deni la taifa linaweza kuongezeka kwa karibu dola za Marekani trilioni 5. Baada ya kushinikizwa hadharani na mswada huo, Musk alijiuzulu kutoka ofisi yake DOGE, Department of Government Efficiency, akaanzisha kampeni ya kupinga Kill the Bill, akihamasisha jamii kupitia mitandao. Aliandika maserikali ya kufunika Trump. Trump anataka kununua kura kwa pesa ambazo hatuna. Hii siyo uongozi, ni uporaji. Trump alijibu kwa kejeli katika moja ya mikutano ya kisiasa. Nilimfanya Elon kuwa mkubwa. Bila mimi asingekuwa na nafasi aliyo nayo sasa. Lakini kama bilionea wengine, ananidharau baada ya kufaidika nami. Trump pia alimtuhumu Musk kuwa na Trump derangement syndrome, akidai kuwa ana ndoto za kugombea urais mwenyewe au kuunga mkono chama cha tatu, hali yenye mashaka machungu. Katika mitandao ya kijamii, alama ya reli ya Elon inampiga mustari kama kiongozi wa kizazi kipya, aliye nyuma ya mapinduzi dhidi ya ufisadi wa serikali, ile ya kupiga vita madeni na kuwe na rasilimali na miradi yenye manufaa kwa watu. Kwa upande mwingine, wajumbe wa alama ya reli MAGA wanaona Musk kama msaliti, anayeshuruhusu Trump kurejea ikulu kwa mwaka 2028. Lakini watazamaji sio wachache.
Wengine wamepitia msukumo wa Trump na Musk. The Daily Beast iliripoti mashabiki wa Trump wakimtumia Musk kama mshauri wa upinzani, wakitoa wito kwa ushirikiano dhidi ya mswada huo na alama ya reli Trump, wakisema welcome to the resistance. The Guardian ilisema kuwa Musk ameomba impeachment ya Trump na kufunguliwa kwa mambo yanayohusiana na Jeffrey Epstein, akisema in an extraordinary social media class, Musk publicly called for Trump's impeachment. Connecticut lawmakers waliteta kuwa sintofahamu kati ya Trump na Musk ni made for clicks Twitter feed, ikiwa ni njia ya kupotosha umma kutoka mambo ya msingi kama afya na Medicaid. Business Insider, kupitia Mark Cuban, David Newsom, Aaron Levie na wengine, walishindwa kuamini mazungumzo ya Trump na Musk ya Livestream kutokana na udhaifu wa kiufundi, wakati mwingine ikionekana kama nyembamba, glitchy, failure to launch. Matokeo ya mkondo huu ni mshtuko katika soko. Hisa za Tesla zimefikia kushuka kwa hadi 15%, zikipoteza karibu dola za Marekani 150 bilioni katika thamani ya soko, ufuatia maelewano haya makali. Masensa ya maoni ya umma yanatafsiriwa mitaani. Tafiti mbili muhimu zinaonesha. Kulingana na Up North, Elon Musk na Donald Trump wana uhusiano wa upendeleo sawa kati ya Wamarekani, kila mmoja kuonekana kama mzuri kwa karibu 40%, huku takriban nusu ya jamii ikiona vibaya. Lakini kwa mujibu wa Pew na Quinnipiac, gawanyiko hii ni ya kikabila. Musk anaonekana kuwa na nguvu kupita kiasi na watu wengi, 54% wanamuona vibaya, 42% vizuri. Democrat wanaotaka kulitazama zaidi. Republicans wanaonekana kumpenda zaidi, 73% huziona upendeleo wake ni sahihi, wakati 96% ya Democrat wanaushtumu kuwa una nguvu nyingi. Hii siyo tu hadithi ya mzozo wa watu wawili maarufu, ni simulizi ya kushindana kwa maono mawili tofauti kuhusu Marekani. Trump anaamini taifa linapaswa kuwa na nguvu kubwa ya kijeshi, la serikali yenye mamlaka makubwa na linalolinda mipaka yake kwa ukakamavu. Musk anaamini taifa linaweza kuongozwa na nguvu ya ubunifu, teknolojia na watu wenye maono bila kubanwa na sheria za serikali nzito. Swali linaloulizwa sasa ni, unaunga upande gani? Je, ni mfumo wa serikali yenye mamlaka, mipaka na usimamizi wa mipaka, au ni dunia ya teknolojia huru, soko linalopea na mustakabali wa kisayansi? Mvutano huu unaibua swali kubwa linalotikisa siasa za kimataifa. Nani ataongoza karne hii ya 21, siasa au sayansi?